mtaitisha maandamano? Oh yes, why not? Maandamano yanakatazwa na sheria za nchi hii. Nguvu ya umma ni nguvu ya Mungu. Wananchi wakisema hatutaki tena, kuna wanaoweza kutafsiri mtaleta vurugu. Wala hatuwezi tukaendelea kutawaliwa na watu ambao hawajachaguliwa. Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, moja ya taarifa inayozidi kugonga vichwa vya habari leo hii ni moja ya kauli aliyokuwa ameweza kuizungumza Mheshimiwa Tundu Lissu ya kwamba maandamano katika Jamhuri ya Tanzania ni maandamano ambayo yapo huru, na pia wananchi wa Jamhuri ya Tanzania wapo na uhuru wa kuandamana. Hivyo basi, hivi sasa kutokana na kipindi kigumu anachozidi kupitia Mheshimiwa Tundu Lissu, kuna tishio la maandamano yanayozidi kupangwa kufanyika sawia na kumbukumbu za yale yaliyoweza kutokea Oktoba 29. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo mara ya kwanza kupatana na video zetu, itaweza kuwa ni jambo jema uweze kuchukua sekunde yako moja kuelekea katika ukurasa wetu rasmi wa mtandao wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa, uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, hivi sasa moja ya habari inayozidi kuzungumziwa katika Jamhuri ya Tanzania ni maandamano yaweze kufanywa, huku maandamano hayo yatakuwa yakiongozwa na idadi kubwa ya viongozi kutoka chama Chadema, na pia vijana Gen Z wataweza kuhusika katika maandamano hayo. Maandamano hayo yataweza kushinikiza uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kumwachia huru Mheshimiwa Tundu Lissu ambaye ameweza kukamatwa na kuwekwa gerezani hivi sasa ni takriban zaidi ya siku 436, jambo ambalo idadi kubwa ya wanaharakati pamoja na viongozi wakuu wa chama Chadema na pia idadi kubwa ya wafuasi wa chama Chadema wameweza kuunga mkono hoja hiyo ama kuunga mkono maandamano yaweze kufanyika ili Mheshimiwa Lissu aweze kupata uhuru. Hivi sasa katika mitandao ya kijamii, moja ya hashtag pia inayozidi kuzungumziwa na hata kusambazwa kwa idadi kubwa katika Jamhuri ya Tanzania ni Free Tundu Lissu. Mtazamaji wangu, kwa kweli sote tunafahamu kwamba mitandao ya kijamii ina nguvu kubwa hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania kutokana na maandamano yaliyoweza kutokea Oktoba 29 mwaka 2025. Hashtag ziliweza kuanza katika mitandao ya kijamii na kuchangia idadi kubwa ya vijana Gen Z kujitokeza kwa maandamano yaliyoweza kufanyika siku ambayo iliweza kuwa ni uchaguzi mkuu katika Jamhuri ya Tanzania. Pia mtazamaji wangu, hivi sasa kile kinachozidi kuanzishwa katika mitandao ya kijamii ni vuguvugu na hashtags zinazozidi kuambatanishwa Free Tundu Lissu. Hii hapa ni wazi jinsi ambavyo Mahakama Kuu inazidi kuendesha kesi yake Mheshimiwa Lissu, inazidi kuonyesha wazi jinsi gani ambavyo kukamatwa na kuzuiliwa kwake Mheshimiwa Lissu ni mipango ya viongozi wakuu wa serikali iliyoko madarakani, serikali ya CCM chini ya utawala wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Hii hapa inazidi kuonyesha wazi kwamba Lissu leo hii kuishia kuwa gerezani ni ubabe wa vyama viwili vya kisiasa katika Jamhuri ya Tanzania. Hii hapa mtazamaji wangu ni dalili tosha ya kusababisha idadi kubwa ya vijana Gen Z ambao walikuwa wameweza kukubaliana pakubwa na manifesto yake Mheshimiwa Lissu aliyekuwa ameweza kuyazungumzia, ambayo moja kwa moja yaliweza kuweka hofu kubwa kwa viongozi wakuu wa serikali ya CCM, kwani Mheshimiwa Tundu Lissu aliweza kuwa miongoni mwa viongozi waliokuwa na msimamo katiba mpya iweze kupatikana katika Jamhuri ya Tanzania, tofauti kabisa na jinsi ambavyo viongozi wakuu wa serikali ya CCM wanazidi kuzungumzia katiba mpya, kwani wanafahamu kwamba iwapo katiba mpya itaweza kupatikana, basi moja kwa moja uongozi wa aina
hii unaozidi kuongozwa hivi sasa na viongozi hao wa CCM watakuwa ni marufuku na hautakuwa uongozi wa kudumu wala kushuhudiwa tena katika Jamhuri ya Tanzania. Yote yatakuwa kwa manufaa ya mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania ambaye ataweza kupata nafuu baada ya kuwa na uhuru wa kukosoa serikali iliyoko madarakani, sawia na jinsi ambavyo kutakuwa na uhuru kwa vyombo vya habari kutokana na habari watakazokuwa wakizipeperusha katika mitandao ya kijamii, jambo ambalo viongozi wakuu wa serikali ya CCM hivi sasa wasingependa mambo ya aina hiyo yaweze kufanyika chini ya uongozi wao ama utawala wao. Haya yote ni kutokana na yasiri yanayozidi kufanywa na viongozi hao kwa manufaa yao binafsi, kutokana na hasira nyingi ambazo mamilioni ya Watanzania wapo nazo, hasa idadi kubwa ya watu walioweza kubobea wanaozidi kufuatilia ama kuwa wanachama sugu wa chama Chadema, kushuhudia kutengwa na hata viongozi wakuu walioko madarakani chini ya uongozi tawala wa CCM kufanya ubaguzi kwa wale raia wanaozidi kujitolea kushabikia chama cha CCM na wale wanaozidi kujitolea kufurahia uongozi, wanaozidi kufurahia jinsi ambavyo chama Chadema kinazidi kufanya kampeni na hata mikutano mbalimbali na misimamo yao kuhusiana na uongozi ulioko madarakani ni uongozi usiokuwa sahihi. Mtazamaji wangu, kwa kweli kile kinachozidi kufanywa hivi sasa katika mitandao ya kijamii ni dalili tosha inayozidi kuonyesha jinsi gani ambavyo kweli uongozi wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan unazidi kupuuzilia mbali mabadiliko yanayozidi kupendekezwa na idadi kubwa ya wananchi katika Jamhuri ya Tanzania, hasa wale wa kawaida, kutokana na uchumi na pia ongezeko la gharama kubwa ya maisha inayozidi kusababisha mamilioni ya Watanzania kutofurahia uongozi huo wa CCM. Hii hapa ni dalili tosha ya kwamba uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, licha ya kulazimisha kwa mamilioni ya Watanzania ambao ndio wenye nchi, bado hawajaweza kukubali uongozi huo, na ndipo ambapo tunazidi kushuhudia kampeni za aina hii ya kwamba free Tundu Lissu na hata tishio la maandamano upya linazidi kuzungumziwa kila kona hivi sasa katika mitandao ya kijamii. Maandamano yanayozidi kuaminika yataweza kuongozwa na viongozi wakuu wa chama Chadema sawia na wanaharakati katika Jamhuri ya Tanzania, huku idadi kubwa ya vijana jenzi waliokuwa wameweza kukubaliana na manifesto yake Mheshimiwa Tundu Lissu yatakayochangia gharama ya maisha iweze kupungua na hata vijana hawa jenzi katika Jamhuri ya Tanzania kupata ajira ili kupata hata pesa za kukidhi kipato ama mahitaji yao, jambo ambalo kwa njia moja ama nyingine litaweza kuchangia pakubwa gharama ya maisha kupungua. Wapo tayari kwa maandamano hayo ya amani ili Lissu aweze kuachiwa huru. Je, mtazamaji wangu, ya mtazamo wako ni upi kwa hashtags zinazozidi kusambazwa hivi sasa katika mitandao ya kijamii free Tundu Lissu? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa, usisahau kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hiyo. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.